Wote tulitubu wakati tunaokoka. Kutubu ni ile kumwamini nani? Mungu. Sasa kutubu ni kubadili mawazo yako na mtazamo wako kuhusu dhambi ili kuipa kisogo na kumgeukia Mungu. Bwana asifiwe. Tunapozungumzia toba, lazima kwanza tuelewe nini maana ya toba. Ni kubadili mawazo yako na mtazamo wako kuhusu dhambi ili kuipa kisogo na kumgeukia nani? Mungu au Yesu Kristo, ili kuomba msamaha na utakaso. Tunaweza kusema hivi: kutubu ni kugairi, au kutubu ni kupinduka, au kutubu ni kubadili mtazamo. Wazungu wanasema change your mind. Bwana asifiwe. Kubadili nini? Mtazamo. Mambo tutakayoangalia hapa, tutaangalia Biblia ni nani aliyehubiri kutubu kwenye Biblia, si ndivyo? Alafu tutaangalia sifa za toba ya kweli. Tutaangalia mabadiliko matatu ya toba. Tutaangalia ni upi ujumbe sahihi kwa asiyeamini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuanze jambo la kwanza. Ni nani aliyehubiri toba katika Biblia? Ni nani aliyehubiri toba? Tumeshaelewa maana ya toba, si ndivyo? Tushaelewa maana ya toba. Ni nani aliyehubiri toba katika Biblia? Mtu wa kwanza ni Yohana Mbatizaji. Mathayo sura 3 mstari wa 1 na wa 2. Siku zile aliondoka Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yohana alihubiri kwa habari ya nini? Ya toba, akiwaambia watu wafanye nini? Watubu, maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Aliyefuatia kuhubiri toba ni Yesu. Mathayo 4:17 anasema, tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu pia alihubiri nini? Toba. Bwana asifiwe. Wanafunzi wa Yesu alipowaagiza wakahubiri wawili wawili, aliwaambia wakahubiri kwa habari ya toba. Marko sura ya 6 mstari wa 12, wakatoka wakahubiri kwamba watu watubu. Kwa wanafunzi walienda kuambia watu kwamba wafanye nini? Watubu, waache dhambi. Petro alihubiri kwa habari ya toba. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Petro anawaambia watu watubu, wakabatizwe, wapate ondoleo la nini? Sio wabatizwe ndo watubu. Watubu, wakabatizwe, wapate ondoleo la dhambi. Kwa hiyo lengo la kutubu ni nini? Mungu atuondolee nini? Dhambi. Yesu akahubiri tubuni, Petro akahubiri tubuni, Yohana akahubiri tubuni, wanafunzi wakahubiri tubuni. Mungu anahitaji toba.
Mungu hahitaji sadaka ya mtu mwovu. Mungu anahitaji moyo uliotubu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo hawa ndio ambao wamehubiri kwa habari ya toba katika Biblia. Je, toba ya kweli ina sifa zipi? Tuangalie sifa ya toba ya kweli. Kuna mtu anaweza akasema nimetubu, kumbe hajafanya nini? Hajatubu. Kutubu sio ile haya nifuatishe maneno haya. Hiyo inaweza ikasapoti. Lakini kama moyo wako hauyaweki hayo maneno ndani, bado hujafanya nini? Hujatubu. Sisi ukija huku unasema unataka kuokoka, mimi mchungaji nitakwambia njoo, nitakwambia fatisha maneno haya. Sema Bwana Yesu, ninakuja kwako, mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamehe dhambi zangu hizo. Haya maneno yamezoeleka kwa watu, si ndivyo? Kwa watu yamefanya nini? Kuyaongea sio shida, lakini ni maneno ambayo ndani yake inatakiwa wewe uyaweke moyoni, yakae moyoni. Yale unayoyanena hapa usiyasahau, maana hiyo ni agano unaweka na Mungu. Unamwambia futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ni lazima kile unachokiongea uamini, na unaposema namkataa shetani na kazi zake na kukubali wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, karibu ndani yangu, ukae na mimi Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa toba ya kweli ina sifa zipi? Moja, huleta wokovu. Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 9 na wa 10. Tutasoma hapo mstari anasema, maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba liletalo wokovu, lisilo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Kwa hiyo mtu anasikia huzuni ndani. Bwana asifiwe. Inaleta wokovu. Unapopiga hesabu kwa yale uliyofanya mbele za Mungu, kuna wengine wanatubu wanalia. Bwana asifiwe. Kuna kijana alitubu, alikuwa analia, anasema mchungaji, namtaka Yesu mimi, nimefanya mengi kwa Yesu. Lakini unashangaa mtu anakuja kutubu jicho gumu tu, Bwana Yesu nakuja kwako. Mimi anaona kama anafundishwa wimbo wa kwaya. Alafu akitubu habadiliki. Kumbe aliletwa na kwaya kanisa. Bwana asifiwe. Moyo wake haumhukumu mbele za Mungu, na hana tatizo kabisa. Toba ni ile inayoleta huzuni ndani yako, ukaona ni kwamba Mungu umemuuzi na Mungu anachukia uovu. Sasa unarudi kuomba toba. Inatoka wapi? Moyoni, kwamba Mungu nimemkosea kwa uzinzi, nimemkosea kwa uovu, nimemkosea kwa kuwapa watu pombe, nimemkosea kwa kuwapa watu ugoro, nimemkosea kwa kuwapa watu bangi. Unatubu, unasema Yesu samehe mimi jamani. Toba inatoka wapi? Moyoni. Bwana asifiwe. Kama ulitubu na toba yako haikutoka moyoni, hapo bado hujafanya nini? Hujatubu. Sifa ya toba ya kweli inaleta wokovu kwa mtu. Maana yake inaleta huzuni, maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba liletalo wokovu. Mungu anahuzunika akiona mtu akitenda dhambi, na sisi tuhuzunike pale tunapogundua kuwa tumemtenda Mungu nini? Dhambi. Tuhuzunike ndani ya mioyo yetu.
maana tumehuzunisha moyo wa Mungu kwa kutenda uovu. Bwana asifiwe. Jambo la pili, toba ya kweli inatufanya kuhesabiwa haki. Mungu anatuhesabia nini? Haki. Tukitubu kutoka ndani ya mioyo yetu, kutoka kwenye vilindi vya mioyo yetu, tukajiweka wazi mbele za Mungu, Mungu anaturehemu, anatuhesabia haki. Luka sura ya 18 mstari wa 9 mpaka wa 14. Mimi nitasoma tu wa 14. Anasema, nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ajikwezae atadhiriwa, naye adhirie atakwezwa. Hawa ni watu wawili walioenda mbele za Mungu kutubu. Walienda kufanya nini? Ibada. Yesu anawaambia wanafunzi wake, yule wa kwanza akafika akasema, Baba, mimi niko mbele zako, unanijua vizuri Yesu, unanijua vizuri Mungu, mimi kwanza natoa zaka kuliko hawa wote, mimi natoa fungu la 10, mimi nafunga na kuomba, mimi nimezishika amri. Lakini Yesu anasema, akaja mwingine akapiga kifua chake akasema, Baba, mimi ni mwenye dhambi, sistahili hata kuinua macho yangu, naomba unisamehe. Akalia. Yesu anasema huyu alisamehewa kwa sababu toba yake ilitoka wapi? Ndani. Akahesabiwa haki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wapo wengi wanaenda mbele za Mungu, Yesu, kumbuka mimi ni mwimbaji, Yesu, kumbuka mimi nilitoa kiti, Yesu, kumbuka mimi nilitoa na kahera, kanunua kasuti kama. Mungu hataki hayo, anataka toba. Bwana asifiwe. Kujishusha mbele za Bwana. Mwambie Bwana, sistahili hata kusimama hapa niimbe, ni neema. Bwana asifiwe. Ni neema. Hamjawahi kusikia watu wanasema mimi lile kanisa ndo natoa? Hamjawahi kuwasikia? Si mmewasikia? Wako wengi. Toba ya kweli inamfanya mtu ahesabiwe nini? Haki. Bwana Yesu asifiwe. Kumgeukia Mungu, hilo ni jambo la tatu. Mwambie Daudi, jambo la tatu, toba ya kweli inamfanya mtu amgeukie Mungu. Mwambie Mose. Haleluya. Inafanya mgeukie nani? Mungu. Umemwambia. Haleluya. Inamfanya mtu amgeukie nani? Mungu. Wathesalonike wa kwanza sura ya 1 mstari wa 9. Kwa kuwa wao wenyewe wanatangaza habari zetu, jinsi kulivyokuwa kuingia kwetu kwenu, na jinsi mlivyomgeukia Mungu, mkaziacha sanamu ili kumtumikia Mungu aliye hai wa kweli. Kumgeukia Mungu. Watu wanaacha miungu yao, watu wanaacha kuitumikia tena mizimu ya nyumbani, wanaacha kutumikia masanamu, wanamgeukia Mungu wa kweli. Bwana asifiwe. Toba inamfanya mtu amgeukie nani? Mungu. Aachane na mambo ya kale, aachane na miungu ya kale, aachane na kutumainia waganga, aachane na kutumainia warozi. Kama alikuwa mchawi, anaacha uchawi. Kama alikuwa mganga, anaacha uganga. Haleluya. Toba ya kweli. Jamani, amina. Jambo la 4, matendo mema. Toba ya kweli inasababisha matendo mema.
kwenye maisha ya mwana. Matendo ya Mitume sura ya 26 mstari wa 20, bali kwanza niliwahubiri wale wa Dameski na Yerusalemu na katika nchi yote ya Uyahudi na watu wa mataifa, kwamba watubu na kumwelekea Mungu, wakiyatenda matendo yanayopatikana na kutubu kwao. Bwana Yesu asifiwe. Matendo mema. Unapotubu mbele za Mungu, matendo yako yafanane na toba. Jamani, amina. Huwezi kusema nimetubu wakati we bado ni mzinifu, bado hujatubu. Umetubu wakati wewe bado ni mlevi, na Biblia imesema usilewe kwa mvinyo ambamo mna nini? Mna ufisadi. Ikasema tena wazinzi wote na washerati wote na waongo wote, wasengenyaji wote na walevi wote, hao wote sehemu yao ni katika ziwa lile liwakalo nini? Moto. Paulo anasema kwenye Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19 kwamba katika hayo ninawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo toba ya kweli inaambatana na matendo yako. Maana yake mtu aliyetubu kweli kweli, tunataka kuona matendo yale ya kale, utu ule wa kale haumo ndani yake. Kama alikuwa muongo, hasemi uongo tena. Kama alikuwa mzinzi, hazini tena. Kama alikuwa mbea, hasengenyi tena. Alikuwa mwizi, haibi tena. Alikuwa anaenda kwa waganga, haendi tena. Maana yake amemgeukia Mungu. Toba ya kweli inabadilisha mwenendo wa mtu, inabadilisha tabia ya mtu, inabadilisha namna ya kuvaa, inabadilisha namna ya kutembea, inabadilisha namna ya kusema, inabadilisha namna ya kusema ndo kuongea huko. Haleluya. Mtu anabadilika. Alikuwa sio mtiifu, anakuwa mtiifu. Alikuwa sio mnyenyekevu, anakuwa mnyenyekevu. Alikuwa sio msikivu, anakuwa msikivu. Alikuwa mkali, anakuwa mpole. Alikuwa mchoyo, anawapa watu vitu. Haleluya. Kuokoka sio kwenda kanisani. Kama ni kanisani, hata shetani anaenda. Asifiwe. Shetani naye anaingia wapi? Kanisani anaingia, na mnaweza kusali naye na sadaka mkatoa naye. Maana Biblia inasema anajigeuza kama malaika wa nini? Wa Mungu. Tena kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4, Yohana akasema zijaribuni kila roho, msiziamini kila roho, bali zijaribuni muone kama zatokana na nani? Na Mungu. Kwa hiyo tusipozijaribu roho, unaweza ukagundua kwamba kumbe shetani anaweza akawepo kwenye kusanyiko. Ndio maana kwenye Ayubu Biblia inasema wana wa Mungu walipokusanyika mbele za Mungu, shetani naye akajihuzurisha wapi? Hapo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sio kwamba mtu kwenda kanisani ndo ametubu. Kuna wengine wanaenda na dhambi, wanafanya kama kawaida. Kwa hiyo hao bado hawajafanya nini? Hawajatubu. Toba ya kweli ni wewe kuona badiliko kwenye maisha yako. Kwa unaweza ukasali, unapoteza muda, parapanda kalia, sisi tukaenda tukakuacha unahenya. Haleluya. Kwa hiyo bora tutubu kweli kweli, matendo yetu yathibitishe wokovu wetu. Mtu ametubu, ni muongo, ni tapeli, ahadi zake hazitimii, ahadi ni za uongo, shetani atakushtaki. Ndio maana ukienda mbele za Mungu, Mungu nitazame, shetani naye anasimama na shtaka lake. Anasema Mungu usimtazame yule maana ni mwizi, usimtazame yule maana ni mrefu, usimtazame yule maana jana alitukana. Na Biblia inasema Mungu asikii maombi ya mtu muovu.
hasikii, hasikii, hasikii. Haleluya! Jambo la tatu, toba ni badiliko la vitu vitatu. Toba ni badiliko la vitu vitatu. Eneo la kwanza linalobadilika ni kwenye ufahamu, ni kubadili fikra au mambo tunayowaza. Unawaza ili uwe umetubu, lazima mawazo yako, mtazamo wako ufanye nini? Ubadilike. Biblia inasema mawazo yangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele zako. Haleluya! Unakuja kuimba kwani unawaza kademu, wewe hujafanya nini? Hujatubu. Unawaza kaburana mpaka huli vizuri, yani kuru unashindwa, uko hoi. Hiyo sio nini? Toba. Bwana asifiwe. Unawaza unalala na mwanaume, hiyo sio nini? Toba. Haleluya! Ufahamu, tuwaze ya mbinguni. Jamani, amina. Tunawaza ufalme wa Mungu, kwamba Yesu unakuja, unakuja nini kunichukua. Nimesimangwa, nimechoka, tabu, nimechoka. Duniani tunapita, makao yetu ni wapi? Mbinguni. Kule tutaishi milele. Kule hakuna wenye mawazo machafu. Kule mbingu hawaingii wenye mawazo machafu, hawafanyi nini? Kwa hiyo kwenye fikra, kwenye ufahamu kuna badilishwa. Haleluya! Bwana asifiwe. Ndio maana ambaye hajaokoka, ufahamu wake bado haujafunguka. Kama hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, yani wewe bado ufahamu wako haujafunguka. Bwana asifiwe. Bado hauja. Mwanaume akiokoka ufahamu unafunguka. Hawezi kuongeza mke wa pili. Anamuongeza wa nini? Eti mke wa pili unaongeza wa nini? Wengine watakwambia wasaidiane kazi. Wewe tu usema baba, wewe ni mvivu. Unasema tu bwana, mimi nilivivu, huwa silimi, naleta wa kunilimia. Huyo ufahamu hujafanya nini? Anawaleta wanakuwa wango moja, kanga moja, hamuhudumii. Bwana asifiwe. Mama anaanza kuoga maji hivyo hivyo bila sabuni, hana namna. Chakula chenyewe tabu, anahangaika. Ufahamu haujafunguka. Lakini ukifunguka ufahamu, unajua nimepata mke wangu atanizika au nitamzika, nikijihalishia yeye ndo atanitunza. Waweza ukijihalishia na kutunza nani? Si mke wako. Angalia hata waliooa wake zaidi ya mmoja, likiumwa linahalisha, linaenda kwa mke mkubwa. Linaenda kuhalishia wapi? Kwa mke mkubwa. Huyu mdogo hata kutunza, kale kakubwa ndo katakuangalia unajihalishia. Anafanya kufahamu unafunguka. Bwana asifiwe. Eneo la hisia, emotion, nigeuza moyo au mambo tunayotaka au kutamani. Moyo wako unatamani nini? Toba ya kweli inageuza matamanio ya mtu. Ninatamani kwenda Yerusalemu, ninatamani kwenda Yerusalemu, ninatamani kwenda Yerusalemu. Haleluya, Yerusalemu. Mama twende Yerusalemu. Moyo umeanza kutamani mambo ya Mungu. Natamani nihubiri,
natamani nifunge siku 3, natamani nifunge siku 7, natamani nifunge siku 21, natamani nifunge siku 40. Moyo umeanza kutamani mambo ya Mungu. Umeokoka, unaanza kusema kale kademu kale. Wewe una shida, hujatubu, hakuna toba ndani yako. Unaanza kutamani kaimba praise. Wewe una tatizo wewe. Toba inageuza matamanio ya emotion. Unatamani wanasikia, unatamani uwe mhubiri mkubwa wa nchi, unatamani uwe mwimbaji mkubwa wa nchi, yaani unatamani umuone Yesu. Sema natamani jako Yesu nimuone tu. Nasikiaga wengine wanasema Yesu anatokeaga na mimi. Ukitamani huwezi kukumbuka kuzini. Amina. Unatamani ununue magari, tutakuzika, tutayauza, tuyagawane. Amina. Tafuta ufalme wa Mungu na haki yake, hayo mengine utafanya nini? Utazidishiwa. Eneo rahisi. Usipende dunia. Watu wametubu, lakini eneo hili hawajageuzwa. Ndio maana unakuta hata kanisani wananguo, akija mbele za Bwana na gauni zuri refu mpaka miguuni, gauni mtaani anapiga kanyunyulizo, anavaa kasuruali kanambana, kasuruali kana. Toba ya kweli inageuza eneo rahisia. Matamanio yanabadilishwa. Yaani hata namna ya kuongea, uongei kama watu wa mtaani. Sasa unakuta mtu anasema mimi nimetubu, nimemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha. Alafu kuongea kwako unasikia, oya mwanangu, unajua ni nini? Ukisoma ile Mhubiri 8 pale utakuta anasema, yani pale mimi pananichanganya. Mtu anafanya na hivi. Oya, sikiliza nikwambie. Yohana 3:16 mstari wa kwanza. 3:16 inasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Unajua nini mshikaji? Akamtoa mwanae wa pekee ili aje ulimwenguni atuokoe. Wewe hujatubu. Sasa wewe ukiongea hivi na wale wanaofuatisha namna ya dunia waongee. Toba inageuza nini? Inageuza moyo au mambo tunayotaka au tunatamani. Unaanza kuambia watu tubuni. Yesu alikufa kwa ajili yenu. Acheni dhambi. Hasa mtu anasema, wewe unaelewa nini? Kuna mwana kwenye Biblia simuelewi. Kuna mwana takutana nao. Kuna mwana kwenye Biblia hivi, unaelewa kuwa alimsaliti Yesu? Ashari mchanganya bwana. Sikiliza nikwambie. Pepo mchafu, mjinga mkubwa. Mtu huku ndani kuna badilika. Namna ulivyokuwa unaongea huongei hivyo. Unatamani upokee Roho Mtakatifu, si ujue kuigiza. Watu sasa hivi kunena wanafanyaje? Tunasikia rabunda kataba tete rabodoti dandarampanta pete prapapapa. Tamani upokee nguvu, Roho mwenyewe ashuke. Oh, rabode dadi, unaelewa nini? Rabode naona pale. Rabode naona hapo wanakuroga. Rabode kuna nyota ya wewe. Mimi nakwambia toba inageuza moyo wa mtu, inabadilisha. Haleluya. Haleluya. Eneo la hiari.
hilo linageuza. Yaani ni kubadili mambo tunayotenda, mambo tunayotenda. Kama ulikuwa mwizi, unaacha kufanya. Ulikuwa mlevi, unaacha kulewa. Kuna mhubiri mwingine nilimsikia, hana akili nzuri, yaani yule ni mjinga mkubwa na mjinga namba moja. Anawaambia watu sigara wasivute ila wauze. Anawaambia watu pombe wasinywe ila wauze. Eti mtachelewa maisha. Yeye ndo amechelewa maisha. Na wapumbavu wanamsikiliza. Wanaona kama ana nini, ana akili nzuri. Kumbe sisi tuliopewa akili na Kristo tunaona ni mshenzi, ni mjinga, hajielewe, ni liwakala la shetani tu limekuja, limevaa ngozi ya kondoo. Na watu wamepiga subiri kipofu akuongozwe, unadumbukia. Ndio maana Biblia Yesu akasema, nyinyi watu msitoke kwenda kuhubiri, msubiri mpokee nguvu. Biblia na mambo ya rohoni. Wewe kama sio wa rohoni, kwisha habari. Biblia ni kitabu, kila mtu anaweza kusoma, lakini na kanuni ya kusoma. Biblia isome kama kitabu kingine, lakini Biblia usisome kama kitabu kingine. Maana Biblia ni Mungu anasema na wewe. Jamani, amina. Sasa ukianza kutafuta chenga, tafuta chenga, utachelewa. Mambo tunayofanya tuache. Jamani, amina. Haleluya. Sasa kuna watu wanasema wametubu na wana mambo yao bado. Nilifanya kazi bado naendelea kuuza bado. Sasa wewe umetubu tu, si unatuletea matatizo hapa sisi? Haleluya. Haleluya. Sasa umeona jinsi ambavyo toba inavyoweza kugeuza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa ni ujumbe upi ambao sisi kama wahubiri tunaweza kuhubiri? Luka sura 24 mstari wa 44 mpaka 48. Nitasoma wa 47. Anasema, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Kumbe ujumbe tunaotakiwa kuhubiri ni kwa habari ya toba na ondoleo la dhambi, sio kupokea magari. Tunahubiri kwa habari ya toba na ondoleo la dhambi. Wanafunzi wa Yesu walihubiri kwa habari ya toba na ondoleo la dhambi. Yesu akahubiri kwa habari ya toba na ondoleo la dhambi. Wanafunzi wakahubiri kwa habari ya toba na ondoleo la dhambi. Ni wapi Yesu alisema njoni mpokee magari? Au njoni mpokee farasi? Njoni mpokee punda? Njoni mpokee nyumba? Ni wapi? Ni wapi wanafunzi wa Yesu walihubiri njoni mpokee magari? Njoni mpokee majumba? Ni wapi Paulo amehubiri pokea magari? Ni wapi Paulo amehubiri pokea majumba? Hizi jumbe zimetoka wapi? Ni wapi Yesu amehubiri kwa habari ya kukomboa mzaliwa wa kwanza? Ni wapi? Haleluya. Walihubiri toba, watu watubu, waache nini? Dhambi. Injili sio fashion, sio ya kulala tu na kurupuka. Unalala asubuhi unaamuka umevimbewa, unawaza leo tuhubiri kupokea magari. Utapokea nafisi. Wakimbilieni, maana watakubariki fisi wewe. Napokea. Ndio maana watu wamepokeaga mpaka mikono huku ilishakuaga mieusi na jigonga. Napokea. Lakini mtu afanye nini? Hapokei. Mzinzi utapokeaje? Wewe ni lizinzi wewe. Unaanzaje kupokea? We ni tapeli. We ni mrefu. Mabinti wana mahusiano.
ndo wanaita kudeti, wanadeti, kudeti takataka. Eti atanioa, kwa ni mpenzi wangu, na kama kanisani kanalia na machozi yanatoka, kumbe shetani yuko pale anakamata maji. Toba, kwa habari ya toba na dhambi. Watu hawataki wahubiriwe dhambi, wanataka kuambia nyota yako inang'aa. Hapa hakuna nyota inang'aa. Hapa ni kukuambia acha dhambi uende wapi? Mbinguni. Haleluya. Hakuna nyota kung'aa. Inang'aa imesuguliwa na nani? Tumeipiga msasa. Nyota yako ndo kitu gani? Biblia inasema tutegemee nyota kuishi. Watu wangu wataishi kwa imani. Wakisitasita sina furaha nao. Hatutegemei nyota kuishi. Tunaishi kwa imani. Tunaishi kwa imani. Ibrahimu alimwamini Mungu akahesabiwa haki. Tunaishi kwa imani. Jamani, amina. Nitabirie. Wangapi walienda kutabiriwa kwa mganga? Nyosha mkono. Bwana asifiwe. Kwa hiyo toba inageuza maisha ya mtu. Unaposema unasikia mhubiri anahubiri kwenye mkutano, unasikia mhubiri anahubiri barabarani, unasema Yesu, umesema na mimi, ninakuja mbele zako, naomba unisamehe, naomba unisamehe. Mimi kipindi natubu nililia. Nilifanya nini? Nililia, nikasikia uchungu. Sema Yesu nisamehe. Yesu akanisamehe. Sikufundishwa kuvaa, sikufundishwa kunyoa, sikufundishwa kuongea. Na nilikuwa rapa mzuri, nilikuwa na chana. Lakini nilipookoka sikwenda eti ukifika kwa wavuta bangi ili tuwavute kwa Yesu, ongea kama wavuta bangi. Unakuta mhubiri anakaa Biblia kaka, naenda kwa wavuta bangi. Oya ni aje mwana, unaona ni aje washikaji, oya ni aje mwana, eta afanane nao avute kwa Yesu. Wewe hivi unadhani hizo 5 ndo zinawaleta kwa Yesu? Wewe unajua nini mwanangu? Kanisani kwetu kuzuri, kwa kuzuri, njoo uone Yesu anaweza kukubadilisha. Anaongea, wewe unaelewa nini? Kama kawa mwanangu fresh. Yes. Yana anapiga mhubiri. Eta anawavuta na wavuta bangi waje kwa nani? Weka mwambie acha bangi, kuna jehanamu. Si jambo rahisi tu. Muamini Yesu, acha bangi, utatubwa motoni. Sasa ulitaka Paulo akienda kwa waabudu sanamu na yeye awe kama mwabudu sanamu ili awavute kwa Yesu. Petro na yeye awe kama Farisayo ili awavute kwa nani? Subiri, utavuta bangi. Pale umekaa na wahubiri wanaendelea, na wewe unakula moshi kama kawaida. Ukitoka hapo na wewe kichwa kimechanganyikiwa. Jamani, amina. Eti unaenda kirabuni kuhubiri sasa. Kwenye baa mchungaji, bia zinapita, mwisho anakuambia hebu sogeza bwana hiyo nani. Unasogeza ile nani? Si wapo wa hivyo? Eti ili wawavute watu kwa Yesu wafanye nini? Wawafanane. Sasa kama unataka wafanane, si wapo hawavai vizuri, wanavaa vichupi. Na wewe sasa vaa, uende huko, uende kwa wale wa barabarani, ujipange wanapojiuza, useme kwamba nimefanana nao, ni wahubiri. Toba tunabadilika. Ni kufanya nini? Kubadilika. Unaacha ya zamani. Unaacha. Wewe unaenda kuhubiri baa, unapewa kiti kimeandikwa baridi, na wewe unakaa kwenye baridi. Kimeandikwa Serengeti, unakaa kwenye nini? Serengeti. Unafikiri mbinguni tunaingia hivi? Kuna shughuli. Hivyo viti si vipo kule? Wangapi wanavikalia kwenye migao? Kimeandikwa Serengeti, yuko kwenye Serengeti, ameiegamia baridi, hana shida. Tubadilike. Bwana asifiwe.
Usiende kugonga tano eti unahubiri mtu injili. Haleluya! Jamani, amina. Tubadilike. Toba inabadilisha mtu, inabadilisha usemi, inabadilisha utendaji, inabadilisha makundi unayozunguka nayo na makundi unayoongea nayo. Mtu umetubu, huwezi kusikiliza nyimbo za bongo flava wala kuangalia watu wanaocheza bongo flava. Umekaa kabisa, umetoa macho, unaangalia watu pale kina Zuchu wananengua viuno, unawaangalia, una raha. Wewe una shida, hujatubu. Eti ya nyimbo si nyimbo tu, nyimbo ni nyimbo tu. Unaona ushaanza kuvaa kama wao, hivyo nyimbo ni nyimbo tu. Watu wamo makanisani, unashangaa amekusukia rasta zinaburuza, rasta ziko huku na naimba praise. Wewe imba tu, ili ujue imeandikwa. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atafanya nini? Ataingia. Hatukatai, imba na rasta zako ndefu, sifu na rasta zako ndefu, lakini pale kupaingia, ule mlango ni mwembamba, zile rasta zitabana tu, na hicho kimini kitabana tu, pale hakipiti. Nikikupa unichoree malaika, hutamchora na kaputura, hutamchora na suruali. Nikupe karatasi na kalamu hapa, mtu achore malaika, eti utamchora amevaa? Utakapomchora amevaa, ndio hivyo mbinguni tunavaa. Kusoma gazeti ukishindwa, angalia picha. Bwana asifiwe. Tusimame. Ukishindwa kusoma gazeti, angalia nini? Picha. Itakusaidia. Haleluya. Picha itafanya nini? Itakusaidia. Sasa kuna watu mlitubu, pengine mlikuwa mjajua kama mmetubu. Sasa unataka utubu, uje hapa utubu sasa yanayotoka moyoni, uje hapa. Wote mlitubu, mnajua. Wewe jikusanye tu, jehanamu ikukusanye. Sasa utubu kutoka moyoni, yani mawazo, nia, mitazamo, hisia. Ufikiri kama Mungu anavyotamani ufanye nini? Ufikiri. Amina. 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 Nifuatishe sasa ya maneno, yatoke moyoni tafadhali. Na unapozungumza haya usiyasahau, yaweke moyoni mwako. Useme kuwa niliweka nadhiri na Mungu kuwa nitamfuata, nitamtumikia. Na ndani yako sasa utaona kuna mzigo fulani Mungu anautua. Jamani, amina. Fumbeni macho. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kwa moyo wangu ninaamini, na kwa